Hii ndio mashine yetu ya KinjaFire. Kama tulivyosema kwamba mashine hii ina kazi zaidi ya moja. Kwanza inashona kawaida, pia inafanya zigzag, tatu inapiga mshipi, nne ina dalizi, lakini pia unaweza kutumia mashine hii kutengenezea matanzi, matundu kwa ajili ya vifungo. Kwa hiyo utajifunza namna ya kutunga uzi katika mashine hii. Kwa hiyo uzi wako unaweza ukawa juu ya mashine hapa au popote utakapoweka. Lakini uzi wako ukitoka hiyo sehemu utakuwa umeiweka, utapita kwanza hapa juu. Kwa hiyo utatoka sehemu ile unapokuwa umeiweka, ima iwe juu hapa au umeweka chini kwenye kiboksi au umeweka sehemu yoyote. Lakini iwe uzi uko free kutoka. Kwa utaingiza hapa kwenye tundu la kwanza hili. Sawa, kama inavyoonekana, utaingiza hapa. Kisha utaingiza kwenye tundu la mwisho. Au kaingia tundu la pili. Kwa hiyo uzi utakuwa hivi. Kama unavyoonekana hapo. Utakuwa hivi. Baada ya hapo utaingia kwenye tension hii. Na lazima huu uzi uzunguke ndani ya hizi splints mbili. Hizi zinazoonekana, lazima uzunguke katikati hapa. Kwa hiyo utachukua uzi wako kama hivi, utaupitisha katikati hapa kama unavyoonekana hivi. Nadhani unaonekana vizuri hapa. Sawa eh? Baada ya kuleta hapa kuna njia mbili hapa. Unaweza kuleta kwa chini hivi. Kisha yani si hapa uzi unaona. Kuna hichi kidude hichi. Maana yake unaweza kaingia kwa chini hivi kama hivi. Kama unavyoonekana hapa. Baada ya hapo utaingia kwenye hii wanaita capliver. Hapa hivi. Capliver. Utakuwa hivi. Nadhani inaonekana vizuri kabisa eh. Baada ya hapa utaingiza hapa hivi. Utakuwa hivi kama unavyoonekana. Baada ya hapo utakuja moja kwa moja kwenye sindano. Na sindano hii ya mashine hii ya zigzag ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mfereji na sehemu ya pili ni hili bapa la nyuma. Kwa hiyo hii na sasa tunaingia sehemu ya pili. Tunataka kujifunza namna ya kutumia zigzag. Tumia zigzag baada ya kujifunza namna ya kushona kawaida, sasa tunaenda kwenye zigzag. Tumesema tunataka kubadilisha gia kutoka kwenye kushona kawaida kwenda kwenye zigzag. Kwanza kitu cha kwanza lazima tuhakikishe sindano yetu hii ipo juu isiwe chini. Kwa hiyo hapo sasa tunanyanyua sindano kwenda kuja juu. Kwa hiyo utashika ringi lako kama hivi, utaivuta sindano yako kuja juu. Tayari hapa sindano ishafanyaje? Ishakuja juu kama kawaida. Na zigzag sehemu ya kuchange ni hii kwenye gia hapa. Sasa hapa tulikuwa tunashona kawaida gia iko sifuri. Zigzag yenyewe inaanzia kwenye moja, inakuja mbili, inakuja tatu, inakuja nne. Na hii namba 5 ni kwa ajili ya kudalizia. Hii namba 5 kwa ajili ya kudalizia. Na ina kibati chake maalum kwenye hii mashine, kibati chake ni hiki hapa. Ukinunua hii mashine unapata na kibati cha kudalizia kabisa kama kinavyoonekana hapa. Kwa hiyo kadri unapozidi kuongeza namba ndio zigzag yako inakuwa pana. Kwa mfano hapa tunaweka zigzag lakini namba 1. Zigzag hii haitakuwa pana, itakuwa ni ndogo tu kwa sababu gia yake ni namba 1. Kwa ukitaka kuongeza hapa utafungua hapa kwenye nati yako hii ambayo ndio inaoshikilia hii gia isiame. Ukifungua hii nati kisha baada hapo utanyanyua kidogo. Umeona ukinyanyua gia yenyewe inaama eh. Utanyanyua mpaka kwenye namba 1 kama inavyoonekana hapa. Kisha baada ya hapa utabana hapa. Utabana kama hivi. Maana baada ya kubana hapo gia yetu ipo kwenye namba 1. Na hii namba 1 ni zigzag. Kwa hiyo hapa mashine itaanza kushona zigzag. Sio kawaida tena kwa sababu tushabadilisha nini? Gia. Kwa hiyo tunaanza kushona hapo kama itakavyoonekana. Haya. Hichi ni kitambaa chetu. Hichi ni kitambaa chetu. Kwa hiyo tunaweka hapa. Kisha baada ya kuweka hapo tunashusha pasi yetu. Tunashusha pasi yetu, lakini tukumbuke stitch tuliyoweka hapa ni ndogo. Stitch tuliyoweka hapa